Wewe umeongea polepole, ongea na sauti. Mashimo chawi. Naongea na mtu aliye mahali hapa. Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo inaitwa mashimo ya wachawi ama mashimo ya ulimwengu wa roho. Watu wengi wameibiwa, watu wengi wamekamatwa, lakini wamefichwa kwa mashimo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Waefeso sura ya 1 na mstari mdogo wa 3. Na ninataka kuwa na mtoto mwambie atulie mahali hapa. Naongea na mtu aliye mahali hapa. Leo ninafungua maisha yako. Yule mtu atanyenyekea na kusikiliza hiki, akiingia kwa maombi anafunguliwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema mashimo ya wachawi. Tuendelee. Sura ya 1 mstari wa 3. Efeso 1:3. Tuendelee. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Hiyo 1:19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Efeso 2:2. Yaani mimi nakufundisha ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Nasema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Angalia Efeso 6:12. Maandiko inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unaona, somo langu linaitwa ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho. Ndoa yako inaweza kushikiliwa katika ulimwengu wa roho. Kazi ya mikono yako inaweza kushikiliwa katika ulimwengu wa roho. Hata watoto wako wanaweza kushikiliwa katika ulimwengu wa roho. Masomo ya watoto inaweza kushikiliwa katika ulimwengu wa roho. Sura ya mtu inaweza kushikiliwa katika ulimwengu wa roho. Wapendwa, watu anaangalia kwa kioo, anaona kuna sura nzuri, amejipuliki, ametoboa masikio mpaka huku, amefuka mpaka rasta, yaani anaona anapendeza, lakini akienda kwa watu amefanyishwa sura ya mama mzee. Huyu mtu alinyang'anywa sura yake na akawekwa katika ulimwengu wa rohoni, ama akawekwa kwenye mashimo ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Katika jioni ya leo ninataka kila mmoja atafuata maisha yake mahali ilikuwa imefichwa, mahali ilikuwa imekamatwa, yaani mahali ulikuwa umefungwa, kama ni kwa miti mikubwa, kama ni kwenye chupa, kama ni kwenye mtungi, kama ni kwenye mto, kama ni kwenye bahari, unafuata kwa jina la Yesu. Kila utawala uliochukua maisha yako, wewe umefungwa, unafanya kitu lakini haiwezekani. Chochote kile unaanza hauwezi ukimalizia. Wewe umerogwa mama, umewekwa kwenye mtungi, umefunikwa, umesikwa mahali. Kwa hiyo kaburi wanaweza kuwa wamekuzika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alipofufuka, watu wengi sana walifufuka na wakaanza kurudi kwao. Ndio leo ninataka kuongea na mtu anayeishi, lakini yeye ni mauzauza tu. Roho yake imekamatwa, imefungwa kwenye sanda, imefungwa kwenye irizi. Wewe unatumika kwa nyumba ya wachawi, wewe unatumika
wa mashamba, wewe uko ndani ya marodi, wewe uko ndani ya factory fulani. Leo tunakuendea tukurudishe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 42:22. Isaya akachungulia kwenye shimo, akaona watu hawa waliokuwa wameteka, akaona watu walioibiwa na kufanywa kuwa mawindo. Inasemaje? Hatalia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Isaya 42:22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu hawa ni wale watu wameibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, na hawa watu wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, na wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, na wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, na wala hapana okoaye, wamekuwa mateka, na wamefanywa kuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha, na hakuna mtu wa kusema rudisha. Ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Endelea. Atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao? Ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka, aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi? Inatosha mama. Bwana Yesu asifiwe. Isaya akachungulia, akaona watu hawa waliotekwa na kuibiwa na kuwekwa katika mashimo na wamewekwa gerezani. Watu hao wamefanywa kuwa mawindo. Angelikuwako wa kusema rudisha, watu hao rudi. Amen. Katika siku ya leo tuna watu wengi, anakutana na wewe anakuambia, pasta, nimeenda kwa daktari, nimeosha tumbo, nimeosha mara 2 mara 3, nimeenda kwa daktari, amenifanya operation ili nipate mtoto, lakini haikuwezekana. Kile kilifungwa si ile mwili, bali kiliyokifungwa ni ulimwengu wako wa rohoni, na wamefunga watoto wako. Na leo kipigana useme narejesha watoto wangu, leo kipigana useme narejesha ndoa yangu, leo kipigana useme narejesha kazi yangu. Kila roho iliyokuzuia lazima inakuachilia. Kelele. Tuna watu wengi wamefungwa kwenye mitutu. Mchawi anaweza kukuweka kwenye gereza. Unajua Danieli aliwekwa kwenye shimo lililokuwa na simba. Simba ilikuwa inalinda Danieli. Na zamani gereza halikuwa kama hii mnaona hapa juu, halikuwa kama ile gereza la Naivasha, halikuwa kama gereza lile la Maximum kule Kamiti, halikuwa kama Manyani, halikuwa kama Shimaratewa, halikuwa kama Kodiako, halikuwa kama gereza la Nakuru, bali gereza la zamani lilikuwa ni shimo. Na ile shimo walikuwa wanaweza kutupa kwenye shimo, na ile shimo linaweza kuwa na maji, na ile shimo linaweza kuwa na wanyama, na ile shimo linaweza kuwa na mauti. Yes. Na Yesu asifiwe. Ndio naona wachawi wanachukua nyungu iliyo na midomo miwili, anakuweka ndani ya ile nyungu. Wengine wanaweka chifu huko ndani, wanarokota nywele yako wanaweka huko ndani, wanarokota nguo yako wanaweka huko ndani, wanachukua picha yako wanaweka huko ndani. Aidha waweke burukenge inakulinda, ama waweke nyoka inayokuwa inakulinda wewe. Maisha yako unajaribu, unaongezeka, lakini hauwezi kupita hatua. Maisha yako yamefungwa. Haleluya. Leo utakutana na mtu amesoma, kuna degree, anakuambia mimi nataka kusomea masters, anakuambia mimi sijaona masters kama inanisaidia, mimi nataka kusomea doctorate. Lakini mtu huyu hana kazi. Mtu huyu akienda kutafuta kazi hakuna mtu anamuona. Wakienda kutafuta kazi wanachukua watu wawili, anasema wangechukua watatu hata mimi ningechukuliwa. Mtu huyu anaenda mahali nyingine wanachukua watu 5, yaani wakati wanachukua watu 5 anasema wangechukua watu 6 hata mimi ningechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe.
Tuna watu wengi aina hii wamefungwa, na watu hao wako gerezani, watu hao wako kwenye pango, watu hao wako kwenye chupa. Na leo ninaamurisha, mahali ulikuwa umewekwa kwa nyumba ya nyazi, mahali ulikuwa umewekwa kwenye jiko, mahali uliwekwa kwenye tari, leo lazima ipasuke, leo lazima ipasuke, leo lazima ipasuke. Tuna mtu unampata kimuuliza shida yako ni nini, tumbo, anakuambia tumbo. Yaani tumbo yake haisikii hata dawa, tumbo yake akimeza vidonge haisikii, akitukwa hasikii. Huyu mtu amefungwa, huyu mtu ako ndani ya mtungi mahali, huyu mtu amekamatwa, huyu mtu ameshikiliwa. Na huyo mtu tukimrejesha, hiyo picha ikichomeka, hiyo maisha ikiachiliwa, yule mtu anarejeshwa kwa jina la Yesu. Mara nyingi ukiingia hapa, uambia watu omba, uambia watu fungulisha mafundo, uambia watu amurisha makaburi yafunguke, uambia watu kila miti iliyokufunga ile miti yaanze kuwaka moto. Naambia watu kama uliwekwa kwenye makochi, kama uliwekwa kwenye magari, kama ulikuwa umeshikiliwa, leo ninakufuata kwa jina la Yesu. Wapendwa, ukitoka huku nje, tuna watu wengine ni tondoja, yaani unamuona na mwaka ute tu, yule mtoto ni kama katuni, ni kama si katuni, ameandikiwa peji wawili. Yaani yule mtoto mlikosana tu kidogo, yaani kazi yako imeisha. Yule mtoto ndiye analeta utajiri mahali pale. Kuna watu wamechukua watu misukule, yaani huko kwao watu wamejulikana wamekufa, lakini unapatana na watu kwa stendi, unapata huyu ndiye anabeba mizigo. Ukimwangalia akili yake ni pungwani, ukimwangalia huyu alipo nomo, yaani ule mtu aliwawa. Ama unakutana na mtu anaweza kuwa anachuna matawi na anaongea, yaani unashangaa kwa nini chairman anaongea na matawi na anaongea akiwa peke yake. Si kwamba mtu huyu ako peke yake, tuna watu wanamuongoza mahali pale, yeye anasema nao, lakini wewe hauwaoni kwa sababu wako ulimwengu wa rohoni. Tuna watu wamekufa kabisa, na kama amekufa mahali hapa, unaenda kusia, unakutana naye. Na ndio naona watu wengi wale wanajua kurudisha misukule, lazima uanze kuomba. Ukiona mtu wa kwenu alikufa na yule mtu uonekania, unasikia yule mtu anaonekana, unasikia yule mtu alikuwa kwa soko mahali fulani, yule hajakufa, akipata watu wa kuomba na kurejesha, wakimuita rejesha, wakimuita yule mtu arudi, yule mtu anarudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimuona Lazaro akiwa ndani ya pango, na Yesu akajua na akaambia Mungu, ndio watu hao wakasadiki wewe ulinituma, lazima Lazaro njoo. Yes. Na wakati alimuita Lazaro kwa ujumbe, Lazaro alitoka kwenye shimo na akarejea, na akaambia wanafunzi wake, mfungueni kamba akaende zake. Kama ningekuwa wewe, ningemuuliza Yesu, wewe ni mwana wa Mungu, mimi ni wafula, sasa mimi ni binadamu, ninamfungua aje na wewe ndio umemponya? Tuna watu wamefunguliwa kutoka mashimoni, tuna watu wameitwa kutoka mashimoni. Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma mimi nikatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, nikatangaze kwa ajili ya mwaka vipofu kupata kuona tena, na nikatangaze mwaka wa Bwana. Tuna watu mmefungwa, una macho makubwa lakini hauoni. Katika siku ya leo, unapokuwa unaishi vile unaishi hivi chema, uko wawili. Mtu wa kwanza ni mwili, mtu wa pili anatoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 15 ama sura ya 15:47. Naongea na mtu aingie ulimwengu wa roho, aongeleshe leo mwili wake mahali ilipata, ama roho yake mahali imezikwa, leo naiendea wewe mwenyewe. Wakorintho wa kwanza 15:47 inasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi,
Mtu wa kwanza anatoka hapa kwenye nchi ni wa udongo, na ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, naye mtu wa pili anatoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Yaani mtu wa udongo bila alivyo, na ndio vile ule mtu alivyo. Ngoja mama, usikara. Mtu wa udongo ni nani? Ni yule mtu anatamani afae huko. Ni yule mtu anatamani mume wa mtu. Ni yule mtu anatamani akunywe. Ni yule mtu anatamani aoge. Ni yule mtu anatamani, yani ana chuki. Yaani mtu wa kwanza ni yule anataka kutenda maovu. Ndiye anaitwa mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza, mama na baba wakikutana, yani wanatengeneza mbegu. Na ile mbegu yao inaitwa udongo. Na ile mbegu wanatengeneza udongo. Naye Mungu akiwa mbinguni anatuma roho inaingia kwenye udongo. Yani vile uko hivi, uko mahali hapa, vile unajipenda, na si vile uko mweupe hivi. Usifikiria wewe ni wa maana, wewe ni wa udongo. Lakini mtu wa maana ni yule anaanzia kwa ndani yako. Unajua watu wengine anafikiria mimi ni kitu Wafula, anaona huyu ndio Wafula. Huyu si Wafula. Wafula ako ndani ya huyu. Yaani macho yangu ni kama madirisha ya mtu aliyo ndani. Mikono yangu ni kama mikono ya ule mtu aliyo ndani. Yule mtu ako ndani yangu. Yule mtu yeye ndio mtu wa maana. Lakini mtu wa udongo, haleluya, mchanga anawinda huyu mtu wa juu. Ndio unaona anachukua mchanga ya nyayo zako. Ndio unaona anachukua nywele yako. Ndio unaona anachukua nguo yako. Lakini mtu wa ndani anakuwa amemwona. Mtu wa ndani, wewe unaanza kuota, unaona kabisa mtu anakufukuza. Sasa wewe pia mko unasema, leo nililala, lakini nikaona ndoto zingine, nikaona mtu ananifukuza. Yaani huyu anakufukuza kimaisha, anakufukuza usiolewe, anakufukuza usiende mbali, anakufukuza usitenge, anakufukuza usipate promotion. Sasa ukiamko na yale kuambia aliyoka anasema salaki. Kumbe anielewi, ni mimi nilikufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mtu wa pili, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Vile tulichukua sura ya, najua hiyo kiuliza astaje mlioga mara ngapi, hata naweza kukwambia alioga mara ngapi. Lakini ukimuuliza umeomba mara ngapi, anakwambia basi hata leo sijaomba, hata sijisikii kuomba. Sasa yeye ametumikia mtu wa juu zaidi kuliko atumikie roho yake. Unajua wewe unapendeza kwa sababu tuko na uhai katika kwa hii mwili. Lakini uhai ikiwa mtu ni ile damu. Ikiondolewa kwako, yani mwili wako unaoza. Leo tunasema unanuka, kesho tunalima mahali pale mboga na tunakula. Ndio hiyo mboga inakuwa smart sana. Kwa sababu ulikufa. Wewe ni wa udongo, umechanganya na udongo mwingine. Mara mingi huambia watu usijipende sana. Hii ni nyama ya udongo. Na nyama ya udongo wakati itaondolewa, wewe utaenda wapi? Wewe utakuwa mgeni wa nani? Tengeneza roho yako, tengeneza mapito yako na Mungu. Ndio unaona Isaya akaona mtu aliyekuwa ameibiwa, akaona mtu aliyekuwa amekamatwa, akaona mtu aliyekuwa ameshikiliwa, na akasema angelikuwako mtu wa kusema rudisha, angerudi. Tuna madada zetu wamefungwa kwa usharati, wamefungwa kwa ulevi, wamefungwa kwa uwaji. Tuna watu hata wametupa watoto kwa barabara. Wale watu wamefungwa, wako kwa mashimo, wanatamani mtu wa kuwahubiria na kuwaita na kuwarudisha kwa nyumba ya Bwana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo, ni wapi wewe umewekwa kwa chupa? Ni wapi wewe umewekwa kwa mlima? Ni wapi wewe umewekwa kwa pando? Leo lazima urejeshwe. Leo lazima maisha yako yarejeshwe. Leo lazima watoto wako warejeshwe katika jina la Yesu. Wewe unaona kila unahubiria na watu wengine wanalala.
Usifikirie yule mtu anagonga amelala. Ni mwili ametuachia kwa ile kiti. Yule mtu anagonga amenyofuliwa. Yeye anaota amezaa, anaota akiwa leba. Yule mtu yeye amefungwa na yeye ako ndani ya shimo. Wachawi wanatumia kizazi chake kusalisha labda majini, ama wanazalisha mapepo, ama wanazalisha vibwenga. Yaani wanatumia kizazi cha mtu huyu. Unapata mtu anakuambia, pasta, mimi ninaota nilikuwa na chembe langu lakini nikaona limepakwa kinyesi. Sasa wewe ukilima, kusema kweli, utafuna. Yule mtu amepakwa kinyesi, yani amewekwa roho ya kudharauliwa, amewekwa roho ya kukataliwa, amewekwa roho ya kuangaishwa. Yani mtu huyo hata akiongea hakuna mtu anamuelewa, kwa sababu amefungwa kwa ile pango. Tuna watu wamefungwa, yani mtu anakuambia, pasta, na kama ndoto si hivi, kwa nini ukiota unakimbia alafu unaamka asubuhi umechoka? Si ulikuwa unakimbia? Na si ulikuwa umelala? Kwa nini unakuwa umechoka? Tujiulize, kwa nini mimi nilikuwa nalala lakini naota ninakimbia? Hapo unaamka mpaka una sweat. Kwa hivyo ulimwengu wa roho inakuonyesha uko mbioni. Tuna mtu anakuchelewesha maisha. Mchawi anaweza chelewesha maisha, na maisha yako inaweza kuwa chini ya pango la nungunungu. Maisha yako inaweza kuwa kwa shimo la nyoka. Maisha yako inaweza kuwa kwenye vizukuu. Maisha yako inaweza kuwa kwenye tari. Maisha yako inaweza kuwa kwa kona ya nyumba. Haleluya. Unajua leo tembelea tu mapango ya Tanzania. Hata kama hujaienda, unasema tu, kama nilifungwa Tanzania, leo najirejesha. Kama nilifungwa Mount Kenya, leo najirejesha. Kama nilifungwa Uganda, leo najirejesha. Ninafuata milima, ninafuata kwenye mkusanyiko ya maji, ninafuata kwenye demu, ninafuata kwenye bahari, nafuata Indian Ocean, nafuata Red Sea. Mahali ndoa yangu ilifungwa. Yule mume umemchukia, utaona mnacheka, na yule mume atakuwa rafiki yako wakati yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamefungwa, lakini yeye anaona kilio. Aone ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho uko hapa kilomita 0, na ulimwengu wa roho uko nyuma yako tu. Bali ulimwengu wa roho inahitaji wale watu wa kiroho wakaende ulimwengu wa roho. Yes. Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho wewe na mwili. Ati wewe ulikuwa unatembea hivi, alafu umeenda ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wale wanaenda wakati unalala. Roho na roho inaonana. Biblia inasema Mungu ni roho. Naye Mungu kama ni roho, wewe ni roho. Sasa mnaonana mkiwa kiroho. Naye mchawi anaweza enda kiroho, naye mnaweza kutana mkiwa kiroho, kwa sababu kilala kila kitu inalala, lakini roho yako hailali. Roho yako inaona. Nini? Unaona mchawi akija kwako, anaweza kujigeuza akuje kama nyoka, anaweza kujigeuza akuje kama paka, anaweza kujigeuza akuje kama dafu. Ngapi hawajui dafu? Dafu ni jua. Yaani anakuja kama ndege. Wewe unasema hii ni ndege. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilienda mahali ingine kulala. Nikasikia saa 8 ya usiku huko nyuma ya nyumba wanasema tu. Nikasikia kitu inafanya tu. Nikauliza yule mchungaji nilikuwa naye. Nikamuuliza hiyo ni nini? Akasema wale wanadua. Nikamwambia kudua nikisema nini? Akasema hao ni wachawi. Wanadua. Sasa kama wachawi wanaweza dua na wewe hauna dua, itakuwa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Roho iliyokufunga ndio naona wakati tumeanza kuomba, wakati tumeingia maombi na tukasema maombi, shetani lazima achome mitapo. Hata ametuhurumia, ametuachia na udimo, lakini angeua zote. Tuna siku hapa Pastor Nana alikuwa anakuja hapa. Kufika kwa hiyo uwanja, alipoakisha mitambo, walipoanza kuomba, mitambo ya milioni 6 ilitomeka yote. Alianza kutafuta kwa wachungaji, kila mtu alipe spika moja moja, ndio akafanya huduma. Hii roho ikiwa mahali hapa, lazima uingie kiroho, lazima uingie angani, lazima uingie kwenye Jupiter. Ile shimo la mashetani linaweza kuwa angani, linaweza kuwa baharini, linaweza kuwa nchi kavu.
Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema wachawi wanapoenda kwenye vilindi vya bahari, vilindi vya bahari viko juu ya bahari ama ni ndani ya bahari? Si ni chini ya bahari, na huko ndio maisha mengine yako. Anasema nitaagiza nyoka ikawaume. Huyo ni Amozi aliona wachawi wanaweza enda na vitu zako na wakaingie chini ya bahari. Yule mtu unaota mnapigana kila wakati, yule mtu ndiye anakuroga. Leo nakufungua. Yule mtu unaota mkipambana, unaona mna fight na yeye, unaona unapigana naye, akikushinda tu amekumaliza, na ukimshinda wewe umemmaliza. Isaya akachungulia katika chini ya shimo, akaona watu hawa ni wale waliibiwa na kutekwa na kufanywa kuwa mawindo. Watu hawa wa gerezani, hapana asemaye rudisha. Yeremia akafungwa kwa shimo iliyojaa matope. Isakia alikuwa kwa shimo iliyokuwa limejaa matope. Wapendwa, watu wengi tumefungwa, watu wengi tumeshikiliwa. Yaani unapata mama na kalamu anafanya mahesabu, yaani vile shilingi yake inatumika, lakini hiyo pesa akipata hivi, hiyo pesa ilimsaidii na mwezi aishi. Kile kilifungwa lile hela konani, roho ya pesa iliibiwa. Wewe unashika makaratasi ukihesabu, ukifikiria uko na pesa. Niangalilie katika kitabu cha Isaya 49 katika mstari mdogo 49, mstari mdogo wa 24 na 25, kitabu cha Isaya Isaya 49 24 na 25. Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Anayokuwa hodari hawezi nyang'anywa mateka. Unajua, ukiwa hodari unaomba, unakesha, unapigana, wewe milango yako itafunguliwa, wewe utarejeshewa uokovu wako, wewe utarejeshewa ile kampuni yako. Wakati utakuwa hodari, wakati utaamka kwa usingizi, wakati utaamka usiku wa manane, ukaanze kukesha ukilia, ukimwambia Bwana, ninaona ninaishi lakini nimekufa, nimebaki na jina la kuishi, lakini leo ninataka kufufuka tena, leo ninataka kuinuliwa tena, leo ninataka kusonga tena, leo ninaamka tena katika jina la Yesu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Tuna watu wengi wamefungwa. Mtu anakuja hapo, unamwambia omba, anasimama hivi anakuangalia tu. Sasa unashindwa, kwani mimi nimekuwa tofauti na huyu mtu? Ama unamwambia omba, anafanya na sasa unashindwa, pia anafunika mdomo yake ya nini? Tatu, ukifuata mtu huyu hata uchumba peke yake hana. Ukifuata mtu huyu hata nyumbani hana nyumba ya nyasi, ile nyumba ya msonge hana. Ukifuata mtu huyu yani ana hata umba kwa, kwa sababu umba inalinda nini kama hauna nyumba? Maana Yesu asifiwe. Yani mtu huyu ni maskini zaidi ya maskini, anavaa silipasi moja ya bluu, ingine ni ya krimu, lakini anasema hawa wachungaji wanatudanganya sana. Sasa mimi na wewe, nani anadanganya mwingine? Yaani watoto ya wachawi walilogwa sijui na nani. Unapokuwa unaomba, malango yako inafunguliwa, na malango yako wakati inafunguliwa, hakuna mtu anafunga mlango yako. Haleluya. Yaani wewe uko hapa kazini, vita vinainuka kazini, ndio iko shida. Yaani unaanza kutafuta mahali, uko peke yako, unamwambia Bwana,
leo na wateka nyara wanayofunga kazi ya mikono yangu, wanayopigana nami. Ulisema unateta nao, wanayokuwa nateta nami, wanayonihangaisha kwa kazi, ninawafuta, ninawakatakata, ninawapasua. Limeandikwa nipasue, ning'oe, nifyeke. Kuanzia leo nasimamisha uwezo wako. Leo naweka roho ya kupendwa, leo naweka roho ya kuonekana katika jina la Yesu. Na wanyofua masikio, na wanyofua ulimi, na wanyofua macho, na wanyofua mikono katika jina la Yesu. Ukisema hivyo anapaki wapi? Ndio hiyo wiki unasikia yule maneja yake amepewa summary. Sasa unasema amepewa summary, nani alimfuata? Ni wewe. Ni kwa vile hujui yule Mungu anakupika. Sijui. Bado unaanza kusema kuanzia leo mume wangu sasa kama ni karo, najua mnafanyia kwenu kwa sababu mko pamoja. Sasa kama ni chema ni alikara amekimbia ameenda kwa. Hakuna ile siku unafuata huko. Unakuja tu unapiga hapa makoti basi unakuja na nguo yake. Kama ni skati, kama ni nguo mzima, unasema leo na kutai karo, mahali umeenda na kukosesha amani. Leo usikule na achilia, yani leo vitu vinapotunga mwili mzima. Leo lazima ukarejee na hata kunitafuta leo. Na uanze ukiomba tu usikuli. Haraka kuna asubuhi unataka kwenda kazi, anakuambia nitumie pikipiki. Nani alimuita? Wewe, hii ni nyama ya udongo. Hapo kwa shimo, hapo kwa pango, pigana, haribu kila utawala, rejesha ule mtu wa ndani. Unaporejesha wa ndani, mwili unakuja. Ana Yesu asifiwe. Hapo imani ni kidogo kwa sababu wengine wanasema utarudi kwenu ama vipi? Hapo vipi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo vipi? Haleluya. Yaani kama ni magonjwa. Acha nikwambie. Niliamka leo saa 10. Kajaribu kusimama hivi, nikasikia mgongo kama hainyuki. Tarudi. Kajaribu kusimama, nikaona haiwezekani. Nikaamka kwa kitanda, nilisema mambo mawili. Ewe roho ya usingizi, mapepo mnayenisumbua na kufunga kwa jina la Yesu, na kuanzia sasa ninaamka na mimi naenda kanisa. Na nikaamka nikakuja hapa. Leo nasimama simama. Bwana Yesu asifiwe. Tuna vitu vimewafunga. Na ni wewe kukubaliana nazo. Ni wewe kuwiki kwa ajili ya maombi. Lakini ukiwa unaomba, Biblia inasema muwe hodari katika nini? Katika Bwana. Kuwa hodari kwa ajili ya kuomba. Kuwa hodari kwa ajili ya kunena. Mungu anakutana na wewe kwa ajili ya maombi. Haleluya. Biblia inasema kuwa werevu kama nyoka, na tuko wapole kama nini? Kama njiwa. Umeayo umenyoka ikitembea na ingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukitaka kununua shamba, kama unatangazia karibu kila mtu. Sasa wale wakufunge wamalize, ndio na unasema sijui njia zako zinaharibikia kwa wapi. Watu wasikuke umenunua shamba. Wewe ukitaka kuoa lazima utangazie kila mtu, mimi ninaoa. Basta mimi ninaoa. Yaani kila mtu wa kwenu anajua unaoa. Hiyo Mungu anakuletea kwa laini yako. Hapo kwa shida, yale wameenda na. Kwa werevu. Unapopigana, anza kuita. Hata kama watu wenu walishindwa, hata kama watu wenu waling'ang'ana, hata watu wenu wanapigana, lakini wewe utaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Usimame kwa miguu. Na wakati tunasimama kwa miguu, kila mtu nataka ufuate mali yako. Kila mtu unafuata miguu zako. Tutaenda ulimwengu wa roho. Tuna mtu hapa ndoa yako ndio shida. Tuna mtu mahali hapa kazi ya mikono yako ndio shida. Tuna mtu mahali hapa kujifunza ndio shida. Leo ninataka kuongea na mtu aliyo mahali hapa. Uliolewa mara 2, mara 3, mara 4. Uliolewa na wengine hata si binadamu. Mwili wako huwezi kaa wiki mzima kabla hujaolewa. Leo ninafuata maisha yako. Leo ninafuata huduma yako.